Yes, bana stories zimekuwa nyingi sana mtaani. Watu wameendelea kuongea maneno mengi sana kuhusiana na mkata umeme wa nchi. Mkali vipi? Barida inakuwaje? Uko sawa sawa? Uhakika mzee wangu. Uko vizuri? Uhakika. Bana zamani. Unauliza ndevu Zanzibar? Bana zamani watu wengi walikuwa wanakujua, yani wewe ukienda kiwanjani wewe kazi yao ilikuwa ni kuwapa shughuli, yani watu walikuwa wakatizi kwenye 18 zako. Ndiyo. Lakini nowadays maisha yamebadilika, wewe ndo wanakukaba sasa. Yani imekuaje kwanza hii kwa kifupi kabisa, hebu tuelezee Nation. Ya labda kwanza natakiwa ujue mimi kama nakurudisha nyuma kidogo, timu za vijana under 17 zile Afcon mimi nimecheza kama inside 10. Okay. Yani mzungu anaamini mipira sahihi inatokea kwa Kevin Nation ndio inaenda sehemu nyingine, kina Mkomola kina nani ndo walindime huko. Kuna uwezekano labda katika ile nani hata ile mashindano ya Afcon yale yani mimi labda ndo naweza nikaa ni kwa supplier mkubwa. Yani mimi sikuwahi kucheza namba 6. Okay. Ya kwa hiyo mwalimu aliamini na uwezo wa kupasia. Yani mbali na mwalimu mimi mwenyewe naamini sio mtu wa kutupa mpira. Kwa hiyo hivyo. Ikawaje sasa uka change kifupi kabisa ukaanza sasa kulindima namba 6 hapo? Ya nahisi nilivyoingia kwenye mpira wa kishindani. Mpira wa kulipwa yani. Yani sasa kwamba mimi nalipo kutokana na hii kazi. Nilichange nikawa nacheza mpira wa matokeo. Mpira wa matokeo kwa maana ya kwamba mpira wa majukumu. Yani nakutana na story nyingi, huyu anacheza alafu lakini watu wanatakiwa wajue Nation anapokuwa baada ya kupata ule mpira anaufanyia nini. Yani sio boya kwamba anacheza alafu lakini akiona mpira ajui pa kupeleka. Si unajua kuna type za watu hiyo. Lakini tafsiri mimi ni mshindani. Ni mshindani kwa maana ya kwamba sikubali kushindwa. Kwa hiyo unakuta na watu wengi wanaosema mimi nacheza alafu ni labda washabiki wa timu kubwa wakiamini kwamba Nation haiwezi kumzima mchezaji wa Simba au wa Yanga. Sijui umenielewa. Kwa hiyo obviously lazima mchezee nini? Rafu. Lakini at that time kuna wachezaji wa vilabu hivyo wanacheza rafu ambao ni mbaya kuliko mimi. Lakini wanapewa hype wanasema. Wanapewa nani kubwa. Bana mimi nikienda kwenye kabla sienda kwenye lengo langu mama la kukutembelea hapa baada ya mazoezi. Ikiwa watu walikuwa wanaamini kwamba likija swala la kukaba kwamba ni wewe, lakini ukiangalia kwenye timu yetu ukijitoa wewe ukasema bana mwana yule pale mwana yani kwenye kukaba mwana anakaba kweli kweli. Ni kiungo gani kwenye timu yetu tofauti na wewe ambaye unaweza ukasema bana huyu mwana kwenye kukaba anakaba kweli? Kwenye kukaba kwenye kukaba viungo vya timu yetu hapo ukiongelea kama Ateta, Nika, Kiteni anaweza kujitoa. Antwi unaona Siwa simuelewa yani ni watu fulani ambao kwenye marking yao viungo wanakaba kweli. Bana hilo mimi sio lilo nileta. Nataka niazime mzigo huu. Nataka watu waone. Hebu bwana Oscar onesha hapa. Alafu bwana Oscar onesha kabisa hapa. Bana unakumbuka hiki kitendo hiki? Hiki kitendo unakikumbuka? Unakikumbuka hicho kitendo hicho? Nakumbuka. Bana hiyo ni mechi na Yanga Afrika hiyo. Mechi ambayo nilikutengenezea hype sana. Watu pia walichukulia kwa mtazamo ambao wanahisi kama nimekupa jumba bovu likuangukie. Nakumbuka siku hata kabla ya mchezo ukaniambia mjomba umenipa mechi, lakini Mwenyezi Mungu akafungua njia ikawa mechi yako moja nzuri sana. Pamoja na hayo maneno mengine, lakini nataka tuelezee hicho kitendo ambacho ulikifanya kwenye hiyo mechi kubwa, wala hatuna haja ya kupepesa macho, ni mechi kubwa dhidi ya timu kubwa na wachezaji wakubwa wenye profile. Uliwezaje hiki kitendo ambacho unakifanya mbele ya huyo mchezaji wa opponent, ukatulia, ukafanya ambavyo umefanya na bado ukatoa pasi sahihi? Nini hapa ambacho kilikuijia bwana Nation? Kikubwa natakiwa watu wajue
Nation kashacheza mechi za kimataifa si chini ya 50 kuanzia mdogo. Kwa hiyo nimekutana na, unapocheza labda na timu ya taifa ya nchi fulani, unakutana na mastaa wa nchi. Sijui umenielewa? Composure zao, sijui kila kitu, yani akili yao imepoa. Kwa hiyo kama umezoea kucheza hizo toka mdogo, kuna namna unakuwa confidence yako inakuwa kubwa. Let's say kuna vilabu kama Simba, Yanga, ndio si vilabu vikubwa tunaongelea, ukiongelea vilabu vikubwa Afrika. Kuna wachezaji ambao ni depo yangu mimi na ni manyota. Sijui kama unanielewa. Sasa kama wachezaji wapo kwenye hizo timu na wanakuwa manyota, sasa ni sign kwamba mimi naweza kuwa nyota vile vile kwenye timu yangu, kwa sababu nimecheza nao na ni depo langu. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hivi vitu ninavyofanya ni sio kwamba ni vitu vya kubahatisha. Ni kwa sababu nimekuwa kwenye misingi ya kimpira. Bana, mimi leo zinaitwa ni clip day na bwana mkata umeme. Kuna hii hapa nyingine mzee. Hii hapa mtu alikuja pasipo kutoa taarifa akala ambacho alikula na ukukurupuka, baadaye bado mzigo ulichukua ukaondoka, ukaendelea na shughuli zako. Hii ni mechi dhidi ya Mtibwa Mkali kwa mara nyingine tena. Kuna kitendo pia hapa ulikifanya. Hii pia hii moment unakumbuka pia mazingira yake yalikuwaje? Ilitokea tu, ulimuona au ilikuwaje? Kwenye mpira wanasema ukiwa fit, wanasema mwili joto, akili baridi. Kwa hiyo kuna matukio yanatokea kulingana na fitness ulionayo, kwamba unaweza kufanya maamuzi aina yote. Kwamba umeona Pamba mimi, Pamba wanaamini katika mimi. Sijui kama unanielewa. Kwamba kitu kinachotokea sasa hivi, kwamba kuna namna vilabu vingine wanamtumia Nation kama ni mlinzi. Sijui nikwambie, yani kwamba ni kiungo mlinzi, kwamba Nation maelekezo, chukua mpira, wape mafundi wacheze. Sijui unaelewa. Kwa hiyo kumuona Nation katika matukio kama haya hapa inakuwa ni ngumu, kwa sababu unacheza kwa principle, kwa misingi, kwamba naweza kufanya kitu kama hichi, lakini kulingana na mwalimu wangu hataki. Mwalimu kanipa maagizo, nyang'anya, achia. Lakini tofauti na Pamba, naweza nikasema namshukuru sana Mwalimu Baraza. Yani ananiamini kuliko mimi ninavyojiamini. Kwa hiyo ukikuta unaaminika, kuna vitendo vikubwa ambavyo unaweza kufanya kwa sababu unaamini hata nitakapokosea mwalimu ataamini hii ni bahati mbaya. Lakini ukiwa mchezaji unapewa pressure. Kwa hiyo it means utakuwa unacheza kwa usahihi tu, kwamba kuna sometimes kwenye mpira unatakiwa uriski. Riski inakuwa ina matokeo, ikifanikiwa inakuwa ina matokeo chanya sana. Sasa ukitokea mwalimu akupi time ya kukuamini kwamba wewe cheza tu bana ndicho kuagiza, ni ngumu kuonekana kutoa kile, give it all, kutoa kile chote ulichonacho. Lakini kama mwalimu anakuamini, ndo kama vitu kama hivi vinatokea, kwamba unaweza kufanya chochote, unaamini kabisa nikikosea mwalimu ataamini ni bahati mbaya. Bana, ni mwendo wa vikripu, na leo kama nilivyosema tuko na mkata umeme wa nchi. Ukiachilia mbali hicho, kuna mechi ya JKT watu waligalagala pia. Lakini pia kuna mechi nyingine ya Mbeya City, mateso yaliendelea. Nataka uzungumze kwa ujumla sasa hivi. Ukienda kwenye mechi unakuwa unawaza kutengeneza kitendo kwa ajili yako na kwa ajili ya timu, au vinatokea tu? Naweza nikasema haya ni matukio ya mpira. Kwamba ukisha kuwa na confidence, unaweza kufanya kitu chochote uwanjani. Yani haijalishi ni wakati gani, haijalishi mtu anakuja vipi. Kitendo cha kuwa na confidence, yani wachezaji wengi wa Kiafrika tunakuwa tunapishana confidence. Kwamba mimi mchezaji labda let's say mchezaji wa timu kubwa anavyokuja kucheza na timu ndogo, anaamini tuna 99% ya kufanyaje, ya kushinda. Kwa hiyo obvious unamkuta composure yake ni kubwa tu, lakini kwenye swala la talent unaweza kukuta watu wanalingana tu. Sasa kinachotofautisha ni ile confidence. Confidence inakufanya unakuwa perfect, kwa sababu una wenge. Kwa hiyo kuna vitendo tu vinakuja kulingana na confidence ulionayo. Bana, sisi tumalize kwa jambo moja. Umepiga mechi miwili, mechi na Singida, mechi na Mbeya City. Zote zikaenda kwenye milingoti mitatu.
Hizo ni chuma ambazo umefunga kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini stori za mtaani wanadai ni kama ulikamia sana mechi na Singida. Kuna ukweli wa hili ama pia na yenyewe ndo ile ilijipendekeza au ilikuwaje? Amna, kwanza labda nipende kuongelea kwamba National sio mkamiaji wa mechi. Yani nikisema unakamia mechi inamaanisha yani kwamba kuna mechi ambayo unacheza zaidi kuliko mechi nyingine. Lakini kwa wanaomfuatilia National, jinsi nitakavyocheza na Mtibwa ndio jinsi nitakavyocheza na Azam, nitakavyocheza na TRA ndio nitakavyocheza na Simba. Yani utofauti tu ni kwamba wanakuja vipi, yani na wapokeaje. Lakini kitu ninachokitoa au commitment yangu ni ile ile, sio mtu wa kukamia wala kunani. Kwa hiyo hivyo tu yani. Mpaka sasa umecheza michezo 13 ukitoa mchezo mmoja ambao hauhesabiki wa Dodoma ambao haukukamilika dakika 90, lakini pia mchezo wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara ulikuwa umefikisha kadi 4 za njano ambao haukushiriki. Kwenye hizo mechi 13 ambazo umecheza, ni mechi ipi ambayo kwako hautaisahau na ni kwa sababu gani? Mechi ambayo sitaisahau ni mechi ya Mbeya City. Mechi ya Mbeya City sitaisahau kwa maana ya kwamba kwanza tumetoka kupoteza mechi na Mtibwa ambayo ni mechi tumeipoteza, yani tumeitupa dakika ya mwisho. Ndio. Yani naongelea sitoisahau kwa sababu ya ugumu wa mechi iliyoko ndani. Sio kwa sababu iliniumiza. Tukisema mechi iliyoniumiza, naweza kuongelea ni mechi ya Mtibwa. Kwa sababu tuliruzi, yani hatukutegemea. Kwa sababu wenyewe Mtibwa wenyewe walijua kabisa mechi wenyewe tunawafunga. Lakini mwisho wa siku wamekuja wamepata pointi 3. Lakini kwa mechi, kwa maana uzito wa mechi niliyoupata ni mechi ya Mbeya City. Kwa sababu Mbeya City walipata goli mapema sana. Alafu baada ya kupata goli tukarudisha. Alafu tumerudisha kipindi cha kwanza hicho. Kwa hiyo walikuja kipindi cha pili hawana tena cha kupoteza. Kwa sababu kiyoyote walikuwa wanataka ile mechi wanaitaka, yani kwa namna yote. Kwa hiyo ukiangalia kuanzia dakika ile ya 45 ya kipindi cha pili hicho mpaka mpira unaisha, sisi tulikuwa tunapambania kombe. Kwa sababu tuliona tukifungwa na huku wana Mwanza tunaambia nini. Kwa hiyo kuna namna mentality yenu inasema bana, jamani tusipoteze hii mechi. Kwa hiyo sasa ile fit, unajua mentality ndio inakufanya unakuwa unachoka. Kwa hiyo na washikaji wenyewe walikuwa hana cha kupoteza, wenyewe wanakuja tu. Kipata tu wenyewe wanakuja. Kwa hiyo ile ni mechi ambayo kwanza nilikuwaunga sana. Bana Mkali, thanks for your time. Pamoja sana. Clip days sisi tumeishia hapa. Nashukuru sana. Wakati mwingine. Karibu tena. Pamoja. Chio anamuita Kevin Nation. Leo vilikuwa ni clip day vya kwake, akitueleza chuma 2 ambazo amezifunga dhidi ya Singida pamoja na Mbeya City. Lakini pia kuna watu wameteseka. Oscar Mieo atawaonesha hapo. Endelea kutembelea kwenye akaunti yetu ya YouTube, lakini pia ukishatembelea usiishie tu kuchungulia na kuangalia, usubscribe. Mzigo utaendelea kuwa unapata taarifa nyingi kutokea kwenye eneo hilo. Naitwa Sports Master Semaji la Ball Moses William. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.